Kaonane na bosi wangu pale nimwambie kama umeshafika eneo husika nimpate maongezi kidogo. Jamaa kaendelea akasema poa anaenda. Mimi ngoja nibaki na bidada hapa niongelee maneno machache fulani hivi. Jamaa anamuuliza bidada, "Kwani wewe unafanya kazi gani hapa mjini?" "Kazi yangu mimi ndio hiyo kujiuza." "Unapenda kufanya kitu gani?" Bidada akamwambia, "Mimi napenda sana masuala ya kuvua samaki, kusoma magazeti, kuwa mwandishi wa habari, lakini ndio mambo fulani hayajakaa sawa." Jamaa kamuuliza, "Kwa nini sasa uko mtaani sasa hivi?" "Ah, ni maisha tu. Kwa hiyo aje masingira achana nayo. Wewe twende kama unanilipa hela yangu hiyo, baadaye usiku natokea kwa Koswaze." Muda kidogo anatokea John ananiambia, "Oya, bosi amesema uingie ukafanya interview." Jamaa akasema, "Okay poa, anaondoka." Ila anasimama tu bidada akamwambia, "Vipi langu inakuaje?" "Oh, sawa. John, naomba mtransfer hapa shilingi ngapi hiyo? Dola 400. Najua nitamlipa nikitoka simu yangu mimi mezima. Kwa hiyo ikiwa oni nitakurudishia hela yako." John akasema, "Poa." "Basi usisahau kuchukua namba ya simu maana na muongezane baadaye." Kwa hiyo usisahau hicho kitu. Jamaa akasema, "Okay poa." Jamaa kaingia kwa bosi kwenda kufanya interview. Muda kidogo kafika jioni kamcheki bidada, bidada akatokea ghetto huyu hapa wao. Ndani kama kawaida. Jamaa akampokea vizuri pale. Basi bidada kauliza, "Mbona simu nzuri sana? Vipi imekwaje?" Akamwambia, "Ah, wewe tulia, hii ni simu inaonekana mshikaji wangu jioni." Kwa hiyo kama vipi wewe call tuingie chumbani tuendelee na mambo yetu. Basi kafika chumbani kamuuliza, "Ndio kitu gani bidada? Vipi nikupatie soda, chakula, juisi, maji au nini?" Akasema, "Ah, sitaki chochote. Mimi nataka tufanye kitu chochote tu hapa tuondoke. Mimi hapa nataka tu nipige shot tuondoke." Akamwambia, "Poa jamaa. Kama nataka hivyo basi burudani." Akafika ndani akabadilisha